ina touch kusupport ndio kazi. Tusiwe wagumu wa mioyo. Kanisa la Melelani na kanisa la Bwana lazima tujiachilie kuyatimiza makusudi tuliyoyabeba kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kukubali na kutimiza. Kukubali na kutimiza. Mpendwa, umeokoka. Na niko na angalia na ninasikitika. Sio mahali hapa tu. Watu wako busy na maisha kuliko kuwa busy na Mungu. Mtu yuko tayari kutoa mtoto wake, kutoa mke wake. Haya majumba makubwa ingawa sisemi kwamba majumba makubwa makasogani, lakini kuna jamaa aliua mke wake na akachimba kaburi akazika chini ya kitanda chake. Alipozika pale, kuna wakati huwa ananuia na kutoa sadaka, fedha zinaanza kubadilika. Kuna mtu kijijini kwetu alikuwa na kidonda hapa. Kile kidonda kilikuwa kinameremeta, si kawaida. Alikuwa na hela, si kawaida. Tukimwangalia tunasema alishapata shida, yawezekana ni kansa, kumbe ni hela. Yesu atusaidie. Tunasikitika hii jamani. Huyu baba anateseka, kumbe mwenzetu anasema karamba ngoma, kama ni ndoge wale wasukuma wenzetu. Karibu ngoma kama mambi. Sasa watu wa Mungu, maana yake kwamba kile kinachosababisha ngoma ipige kelele anajua nini itengeneza. Ilikuwa kile kidonda kikianza kukauka, mali inaanza kuisha. Kile kidonda kikiachia, usawa unatoka, damu inatoka, inzi wanajaa, mali inajaa. Si Yesu atusaidie? Alafu unaanza kusema, Baba katika jina la Yesu, ninaomba unisaidie. Niwe na mali nyingi kama za fulani. Niwe na mali nyingi kama za wewe. Mali za fulani unajua chimbuko lake? Unajua chimbuko la mali za fulani? Na umenisaidie. Nijenge jumba likubwa. Umetoka na jasho mpaka Mungu anasema, hii mbegu haijui kuomba hii. Mpaka unaanza na kumwonea wivu. Mtu alishapata mali, unaanza kumwonea wivu mara. Linachioneka hili mama, liache nijione, ninajua nilichozipata. Halafu mwisho wa siku kama nilizipata ovyo, nitakipata. Yesu atusaidie. Acha mtu aliingie, kama ni elimu yake, acha aliingie elimu yake. Kuna siri ya kupata elimu kwake. Kila mwisho wa mwezi wanapofunga, wanapoenda likizo, kafara, mwanangu aendelee kuwa na elimu. Sisi kwa leo tu batizo wote ni watu wazima, siongei kisichojulikana. Na batizo yote kila mmoja ana kabila lake. Na kila mmoja ametembea, wengine wameenda mpaka Ulaya. Mimi mwisho wangu nikatoa. Nikienda sana kwa Amesha, ndio naona Ulaya. Yesu atusaidie. Nikienda sana kwenye shamba la Kayoka, naona ni mtalii, niko Rubondo. Kujua hotspot nzuri kwa Boniface, nimeitembelea Katoro. Nikitaka godoro UCB. Unajua bei za godoro. Yesu atusaidie watu wa Mungu. Acha
akufanye uweze kulitimiza kusudi ulilolibeba kwenye maisha yako. Haya mambo ni siri. Unaweza ukawa na gari kila siku ukiwa unaiendesha unaona, yaani kila ukifika njia panda unaona panya zinaanza kukata kona. Sasa wewe kama uko hujui design, unaanza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninyi panya wa barabarani toka. Mwenzio akiona panya ndo anaona safari iko sawa sawa. Nasema leo safari iko sawa hii. Maana ameagana na panya. Sikiliza, ninazungumzia habari ya kukubali. Unapokubali uyatimize yale Mungu anataka uyatimize. Kuna watu tupo kanisani, tunakundi kama tumekuja kusamehe, hatuna mpango wa kwenda mbinguni. Hebu funguka ufahamu wako, uelewe kwa nini uliokoka. Yaani funguka. Siku moja nilisema hivi, akili ziko wapi? Watu wakasema ziko mkichwa. Waliposema akili ziko mkichwa, wakapiga hapa na kuna akili. Sasa hebu zipige zijichanganye, ujue kwa nini uliokoka. Mali ulionayo utimize kusudi la Bwana. Elimu ulionayo utimize kusudi la Bwana. Fedha ulionayo utimize kusudi la Bwana. Mwili ulionao utimize kusudi la Bwana, ili siku ya mwisho tukamwone Yesu. Sasa unafeli wapi? Unafeli wapi mtumishi wa Mungu? Kwa nini unakuwa busy zaidi ya malaika wa zamu? Kuna watu wako busy zaidi ya malaika wa zamu. Nilipoka mlinde, kwanza anaangalia Devota anaamka saa ngapi, malaika wa zamu yuko hapo. Sasa anayelindwa yuko busy zaidi ya anayemlinda. Kuna mmoja anapona hapa, anapokea hapa, kuna mmoja anapokea hapa. Yaani tunakuwa busy zaidi ya malaika wa zamu. Jumatano, Jumanne, Jumapili, mimi miezi mitatu siwezi kwenda kanisani. Uko wapi baba? Mimi nakwambia, siku moja nilikaa kwenye kiti kalikuwepo kasindano, kakanigusa sehemu tu kidogo. Uliumia sana mama? Hamna haja, sikuumia sana, ila nihisi yaani kama umaga tu kidogo, lakini niko naogopa kuja kanisani maana natoka sana. Ila muulize kwenye vikundi, hajawahi kuacha kuingia. Saa 8 juu ya alama alishaivisha, yuko kwenye kikundi. Mwambie kuja kanisani, hawezi kuolewa. Watu wa Mungu, swala la kiroho ni gumu. Jamani, tunaelewa? Ninapomalizi nasema hivi, swala la kiroho ni gumu. Kwa nini unapata nafasi hata ya kufanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili, unakosa nafasi moja ya kuhudhuria ibada? Kwa nini? Ulishawahi kujioji? Yaani ukimya huu kuna mtu anielewa. Yesu asifiwe. Jumatatu mpaka Jumatano mpaka Jumapili uko busy na mambo yako, lakini haujapata nafasi hata moja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Swala la mbinguni ni gumu. Swala la mbinguni sio tambarare. Mbinguni tunalipwa. Mbinguni hatuajiriwi. Ajira ziko duniani, shughuli ziko duniani, mambo yote yako duniani. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Mbinguni hakuna kusoma kifungu cha Mathayo sura ya 2. Kwa kama uko duniani, soma Biblia kama hautasoma tena. Kama uko duniani,
kwenye kwaya, ingia. Usije kutuonyeshea ujuzi wa staili wiki moja ukakoma. Mimi nahisi ningekuwa kiongozi, mwenyekiti wa Sifa na Muziki, hawa wanaorukaruka hawa ni kufuta mpaka hata kwaya ukombozi weka X hawafai. Sema mimi sio kiongozi wa Sifa na Muziki. Kwaya inaimba miezi mitatu mpaka miezi mitatu tena. Ni kwaya au ni maigizo? Kwaya Ijumaa haionekani, Jumatano haionekani, Jumapili ndio tawaona sasa wapo. Wanayarudi. Tena wanakwambia unajua tu na kuzunguka, wanajua. Wanasheki na kusheki. Kanisani hawapo. Hawafai. Anafanya zoezi leo kwenye kwaya hii, anafanya zoezi kesho kwenye kwaya wa mama. Hayupo kwa vijana, hayupo kwenye sifa na kuabudu, hayupo kwenye amani. Naomba viongozi waliangalie hili. Futa. Watatuchelewesha kufika mbinguni kujikwaa. Wachungaji mtawafanya waugue mapuresha kwa sababu